Mohamed, kwenye maelezo ambayo umetueleza hapa kuna swala ambalo umelizungumza kwamba mwananchi kupitia mfumo huo atajaza vielelezo vyake ambavyo litafunguliwa shauri, atafungua shauri kupitia mfumo huu wa kimtandao, kwa maana mahakama mtandao. Ni vielelezo gani ambavyo vinahitajika kwenye kesi ile ambavyo anapaswa kuvijaza kwenye huu mfumo wa mtandao? Lakini wakati mwingine pia kufika mahakamani kunaweza kukamsaidia anapokutana pengine na wakili ama mwanasheria kwamba kwa shauri hili labda pengine halipaswi kufunguliwa kesi mahakamani. Kwa shauri hili huwa anapata maelekezo mbadala, ama wakati mwingine wanaitwa pengine kwa suluhu ya mazungumzo, jambo ambalo wakati mwingine mahakama inaliamua hilo. Sasa hatuoni kwa muktadha huu kwamba tunaenda kuongeza sasa mzigo wa mashauri ambayo pengine mengine hatuhitaji kufunguliwa moja kwa moja, kama mashauri yanahitaji tu kuitwa na kusuluhishwa. Asante sana. Nitayajibu masuala yako yote mawili kwa ufupi kwa sababu yapo kisheria zaidi na hapa tupo kwenye kuzungumzia mfumo. Hatupo katika upande wa sheria na vipi vielelezo gani huko, hili si eneo lake. Lakini tunajua kwamba unapotaka kufungua shauri mahakamani huji tu kasema nataka kufungua shauri. Mfano kama unataka kufungua kesi ya madai iwe katika ordinary court na upande wa mahakama za kadhi ambazo kesi zake zote za madai, lazima uwe na kitu kinaitwa hati ya madai. Huwezi kuja mahakamani kama huna hati ya madai. Hati ya madai ndiyo iliyokusanya taarifa za malalamiko yako na nini unaiomba mahakama ikufanyie kutokana na malalamiko yale. Kwa hichi ni kielelezo ambacho utapaswa kukiingiza kwenye mfumo ili uweze kulifungua hilo shauri ambalo umekusudia kulifungua. Au vile vile ikiwa ni application, lazima utakuwa na lile ombi pamoja na hati ya kiapo. Kwa hivi ni vielelezo vya kisheria na vitu vingine mbalimbali ambavyo vinaingia katika nyanja hii ambavyo vinahitajika kwa yule mwenye kutaka kuwasilisha shauri lake au ombi lake mahakamani aweze kuifikia haki anayoitaka. Lazima awe nazo document hizo, vielelezo hivyo, karatasi hizo, nyaraka hizo. Kwa bado zitaendelea kuhitajika kwa sababu ni matakwa ya sheria na kanuni zilizopo. Lakini upande wa pili, swala lako la pili ambalo kwamba mfumo huu utaiongezea mzigo mahakama kwa kuwa sasa mwananchi atafika mahakamani kwa njia rahisi moja kwa moja kuwasilisha shauri lake, wakati kumbe mwanzo anapofika pale alikuwa anaweza akaonana na mawakili na wanasheria wengine ambao wanaweza wakamshauri kwamba kumbe hakuna haja ya kufungua lile shauri, wakampa nasaha, wakaita shauri likamalizika kwa suluhu. Hili halijafutwa. Mwananchi atakuja kufungua shauri mahakamani baada ya yeye mwenyewe kujiridhisha kwamba hatua hizo kazimaliza, kwamba sasa pamoja na hayo zipo njia za suluhu mahakamani. Tutakuja kuzungumza mfano mahakama ya kadhi, kuna sheria hasa ya suluhu na tayari zimeandaliwa sasa hivi kanuni zinaandaliwa kanuni za usuluhishi. Kwa hiyo akifika mahakamani zipo rooms, vyumba maalumu vya mawakili, ataweza kukutana nao kama atahitaji huduma yoyote iwe ya usuluhishi au ya kuandaliwa hizo nyaraka anazozihitaji, bado zipo. Asipotaka kuja mahakamani anaweza akenda katika chambers hizi zilizokuwepo mitaani kwa wakili au vakili yote amwandalie, na inawezekana mwananchi akawe mwenyewe ni mwelewa wa hayo akajiandalia mwenyewe. Kwa hiyo eneo hilo halijauliwa na mfumo, bado lipo, bali niweze kusema kwamba litazidi kuboreshwa kwa sababu si busara kufika mahakamani. Mahakama si pahala pazuri, wala hatutumii fursa hii kuwaraghibisha wanafunzi kwamba sasa njooni mahakamani. Mahakama si eneo, kuna maeneo hayapaswi kuendewa, ikiwemo mahakama, hospitali, unakwenda kwa dharura tu.
lakini pamoja na kwamba hayapaswi kuendewa, unapokwenda lazima kumewekewa njia za kurahisisha na zile huduma ziweze kupatikana kwa njia iliyokuwa nzuri zaidi. Sawa. Asante sana Mheshimiwa Hemed. Turudi sasa kwako Mheshimiwa Saidi. Tumeuangalia mfumo hapa, Mheshimiwa Hemed ametusaidia kufahamu mengi, lakini tufahamu sasa mfumo huu utahusika kupokea mashauri ya namna gani, kwa maana kesi za aina gani ambazo zitaruhusika pengine kusikilizwa ama kupokelewa na mfumo huu? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama ambavyo ulivyokutangulia mwanzo kusema, huu mfumo wa usikilizaji wa mashauri kwa njia ya kielektroniki, hii ina maana kuwa ni mashauri yote kama yale ambayo tunasema sasa hivi tunasikiliza katika njia hii kabla ya kuingia katika huu mfumo wa kielektroniki. Hii ina maana kuwa sasa hivi au tutaendelea kusikiliza mashauri ya aina yote. Hii ina maana kuwa tutasikiliza mashauri yote ya jinai na tutasikiliza mashauri yote ya madai. Kwa mantiki hiyo, kama ambavyo tunavyoelewa kuwa kuna mashauri haya ambayo ya jinai yote, ya udhalilishaji, kesi za madawa, zote zitaendelea kama kawaida. Kuna haya mashauri kwa upande wa madai, mashauri ya kadhi, haya mashauri ya yote ambayo ya biashara, mashauri ya migogoro ya mambo ya kazi ambayo yanasikilizwa Mahakama Kuu, yale yote yatakuwa yanaendelea kusikilizwa. Na tukumbuke kuwa mfumo huu wa kielektroniki haujaja kurekebisha sheria. Niseme tu kwa urahisi kuwa umekuja kuleta ule ufanisi na uwajibikaji. Nadhani katika moja ya changamoto ambazo tunazozipata sasa hivi kwa njia hii ya kawaida, tunaweza tukaambiwa kuwa labda ukaleta kesi yako mahakamani, ukaambiwa kuwa mheshimiwa hakimu leo yuko semina, kesi yako hajapangiwa hakimu au kadhi wa kusikiliza. Lakini tunapokwenda katika mfumo huu, kwenda katika semina, kwenda katika mafunzo ni haki yake, kwa sababu hii ni moja ya haki za huyu hakimu au kadhi katika nini. Kwa hivyo hata kama yuko semina, basi kesi imekuja, kama yeye ni incharge dhamana, basi pale pale yuko katika semina yake, atampangia hakimu au atampangia kadhi, ataendelea kama kawaida. Kwa hivyo mfumo huu haujaja kubadilisha sheria. Mfumo huu umekuja kuleta huo ufanisi, uwazi, uwajibikaji. Kwa hivyo mashauri yote hayo yatakuwa yanaendelea kusikilizwa, lakini tukumbuke kuwa sasa hivi mahakamani tuko katika kipindi hichi cha pilot. Tunaposema pilot ni kipindi hichi ambacho cha majaribio. Tukitoka hapo muda si mrefu tutakwenda hiyo live, baada ya Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar atakapotoa hayo matangazo ya kuanza kutumika rasmi kwa huu mfumo. Kwa hivyo kiufupi kuwa mashauri yote yatakuwa yanaendelea kusikilizwa kama kawaida, na hatujasema kuwa labda mashauri fulani tutaanza nayo. Hapana, sisi Mahakama ya Zanzibar kuwa tutaingia au tunaingia moja kwa moja katika mashauri yote ambayo yaliyokuwa yanaletwa katika hatua ya kawaida, ambayo sasa hivi hiyo ya manual, basi katika mfumo huu wa kielektroniki, ndugu mtangazaji na ndugu wananchi, basi watakuwa pia vile vile wanao nafasi ya kuleta hayo mashauri. Sawa. Wakati Mheshimiwa Hemed anazungumza hapa, lengo lile la kuanzishwa kwa mfumo huu wa mahakama mtandao ama mfumo wa kielektroniki wa kusikiliza mashauri, kufungua mashauri, alizungumza kwamba miongoni mwa malengo ni pamoja na kupunguza gharama, kupunguza muda kwa mwananchi kufika mahakamani. Vipi kuhusu mfumo huu, mwananchi anapoutumia kutakuwa na gharama labda ya kuchangia ili aweze kufungua shauri? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri kabisa. Kuwa kila kesi bila shaka imeekewa gharama zake. Tukiangalia katika hizi kesi za madai, bila shaka kuna jinsi ya kufungua mashauri. Utaambua ile hati ya madai inatakiwa ilipiwe, majibu ya madai, gharama zile ziko pale pale. Lakini alivyokuwa mwenzangu anazungumza gharama, kuwa tunajaribu kuzungumzia zile kuwa gharama kama sasa hivi, kuwa pengine ulikuwa wewe unatoka shamba mbali,
lakini unaifuata kwa sababu unaifuata labda Mahakama Kuu Tunguu. Na kama ambavyo alivyosema kuwa tunazungumzia gharama ni dhana pana, ndugu mtangazaji. Gharama ni swala zile la muda pia ni gharama. Kuwa badala ya kusema sasa hivi kuwa utoke kule asubuhi kama ambavyo alivyosema mwenzangu kuwa summons zote zinaandikwa saa 2. Lakini kwa sababu yule hakimu au kadhi au jaji ana mashauri mengi, unaweza ukajikuta saa 8 saa 9 ndipo ambapo shauri lako linaitwa pale mahakamani. Au wakati mwingine kuwa shauri lako lilitakiwa litwe mapema, lakini pengine katika shauri hilo una wakili na vitu kama hivyo, pengine wakili huyo yuko hapa yuko pale. Kwa hivyo tunapozungumza gharama hapa tuna maana kuwa ile swala zima la muda, ambapo sasa hivi katika huu mfumo wa usikilizaji wa mashauri kwa njia elektroniki kuwa zinapoghairishwa, basi yule hakimu, kadhi au jaji anaweza anatoa amri kuwa kesi hii itasikilizwa chumba nambari fulani saa 7:30. Kwa hivyo muda huu wote wa asubuhi mpaka saa 7 utakuwa unaendeleza shughuli zako za kiuchumi, kwa sababu katika mazingira sasa hivi ya kawaida mtu anapokuwa na kesi, huyo tayari ushamwambia asiwe na uchumi wa siku hiyo. Lakini kwa sababu tayari serikali ya Zanzibar tunakwenda katika mambo ya kimitandao, na kwa sababu research nyingi zilipita, ndipo ambao tukasema kuwa njia hizi za kielektroniki zitakuwa ni njia sahihi katika kuangalia masuala haya ya gharama ya muda na vitu vingine ambavyo bila shaka ambavyo vitaweza kupunguza hilo moja.